Bwana Yesu Kristo asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku ya leo ambaye Mungu ameitupa hii siku. Mshukuru mchungaji, mama mchungaji na wazee kwa kutupa nafasi tena ya kumtumikia Mungu na kuyaleta maneno ya Mungu aliyoyakusudia yeye mwenyewe. Jamani, amina. Kwa hiyo niwashukuru sana na tuendelee kuombea mtumishi wa Mungu. Kuchunga sio mchezo. Lakini hawa ndugu Mungu amewapa mafuta kwa kweli. Naona wanatuchunga vizuri. Haleluya. Uongo kweli? Yes. Kwa tumpigie Yesu makofi kwa namna yao ya kutuongoza. Amen. Amen. Somo letu ni lile la ambalo tumeanza Jumapili, lakini Jumapili tulifundisha kwa lugha ya Kiingereza. Hapa tutaendelea kwa lugha ya Kiswahili na nitaanza pale at least ili tuweze kupata ile flow vizuri. Jamani, amina. Somo letu linahusiana na huu ni mwaka wa overflow. Mungu ametutamkia mafuriko. Na mafuriko yenyewe hayana mpaka kwamba ni mafuriko ya upande fulani. Ni total overflow. Sema total overflow. Manake overflow katika masuala yote ya kiuchumi, ya kiafya, ya kimaendeleo, ya kitumishi. Wewe kama ni mwinjilisti tunategemea mafuriko kwenye uinjilisti. Wewe ni missionary tunategemea mafuriko kwenye umissionary. Kama alikuwa anafunguliwa makanisa mawili basi afunguliwe 6, 10 mafuriko. Kwa it's about overflow everywhere. Hallelujah. Na siku ile wakati tunazindua tulikuwa tunafanya namna hii. Mnakumbuka? It's a revolution, it's a overflow. Kwa ndo mwaka na Mungu pia anaendelea kutujenga katika hilo eneo ili kila mmoja akutane na overflow yake. Sema amen. Tunaweza tukaanzia hapa katika ili somo la leo. Naamini tumeshamuomba Mungu tangu tumeanza kipindi. Kwa Roho yupo anaendelea kufanya kazi. Amen. Roho yupo anaendelea kufanya kazi. Masomo haya au namna hii ya masomo kiukweli yamejikita zaidi katika kutusaidia kubadilisha namna yetu ya kuona, namna yetu ya kufikiri. Hilo ni eneo nyeti kabisa katika hili somo. Kwa sababu ni kibibilia kabisa kwamba chochote ambacho tunakutana nacho, si ndio, kimeanzia rohoni. So whatever we experience, kile ambacho tunaki-experience, tunachokishuhudia kile physically, yani kwa macho, kwa mwili, ule ni udhihirisho tu, lakini shughuli yenyewe imeanzia wapi? Rohoni. And so when unapozungumzia rohoni, unazungumzia ufahamu pia. Jamani, amina. Kwa hiyo kabla hatujakiona kitu, kuna mahali kimeanza kitu hicho. Kwa hiyo tunapojifunza masomo haya, eneo la kwanza kabisa ambalo ni target ya matokeo yote ni eneo la ufahamu. Haleluya. Kwa hiyo ufahamu wetu ukiendana sawasawa na Mungu anavyotutazamia, then vinakuwa, kwa sababu yeye kwa upande wake kama Mungu, he has already done it. Ameshafanya tayari, ameshaachilia upako, ameshaachilia nguvu, ameshaachilia uweza tayari. So as long as you are a man, vile tu kwamba wewe ni mtu, already God has done it. Kinachotufanya tusikutane na matokeo tunayoyatamani mara nyingi ni sisi kushindwa kuona in the spiritual realm, kushindwa kuona kwenye ufahamu wetu, ili tuweze kudhibitisha hicho kitu physically. Hallelujah. Tutapita kwenye maandiko ya utangulizi ya kuweka huu msingi ambao ni wa muhimu sana. If the mindset is not changed, it's so hard to experience. Ufahamu usipobadilika kwenda katika kiwango hichi ambacho Mungu anakitarajia kwetu ili tuweze kupokea, inatuchelewesha. Na
haya ambayo tunajadiliana hapa, Mungu anatuzungumza na sisi hapa, hayafuti mengine mazuri na ya muhimu na ya lazima. Bwana Yesu asifiwe. Hayafuti. Sio kwamba utafanya haya lakini utaacha kutoa fungu la 10 ukutane na matokeo. Haiko hivyo. Tunaamini tunaongea wote katika lugha moja, yani tupo katika mstari mmoja wa uelewa na utendaji katika Kristo. Jamani, amina. Yani vile vingine vyote tunavifanya. Hakuna ambacho tunakichukulia poa. No. We do the rest. Lakini kuna mwingine anaweza kujiuliza, mbona nafanya haya yote lakini mbona sikutani na ile overflow yangu? Hivi ndivyo ongeza yake ya kukutoa pale kwenda pale unapotamani, bila kuyapuuzia yale ya msingi. Jamani, amina. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Warumi 12:2. This is the foundation. Huu ni msingi tu ili tuende vizuri, na nitajitahidi kwenda kwa haraka. Warumi 12:2. Imeshafika 12:2. Nasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Nia is a mindset. Yaani ukiyasoma haya maandiko kwenye Biblia ya Kiingereza, ili neno unaliona nia, kule limeandikwa mind. The renew of your mind. Amen. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Dunia ina namna yake ya kuenenda, na vitu vinatokea katika namna hiyo. Hii dunia tusifuatishe. Maandiko yanasema, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Haleluya. Huku kugeuzwa kwa nia huku ni kwa muhimu. Haya mafundisho ambayo Mungu anatupa, haya tunaoyaendea, lengo lake ni hii nia. Ndio inaotafutwa hapo, igeuzwe. Tusienende sawasawa tuna dunia inavyotaka. Hiko namna katika nia. Na ndio maana hata tunapokwenda katika kujifunza, tunaona maandiko yanavyotupitisha katika hizo kona za kujifunza kwetu, ili tuweze kukutana na overflow ya Mungu mwenyewe. Jamani, amina. Ziko overflow za shetani, ziko tu, ana namna yake ya kufanya naye. Lakini sisi tunaojadiliana haya ni watu wa Mungu, tuna namna yetu. Amen. Kwa nimeleta ili andiko ili kama emphasis, kama mkazo tu wa kwamba iko haja kabisa ya mtu kukusudia kuichange ile nia yake, mtazamo. What do you see? Proverbs 23, Mithali 23:7. Hebu tujikumbushe. Ni andiko common, lakini nataka nililete hapo ili tunapoingia kwenye somo tusisahau huu msingi. Ni wa muhimu sana. 23:7. 23:7 inasemaje? 23:7. Maandiko yanasema, ni tunalifahamu, aonavyo mtu nafsini mwake hivyo ndivyo. Kwa hiyo tunakuja pale kwenye nia. What you see in your mind, wewe kwenye mind yako unaona nini? Maana hivyo uonavyo, maandiko yanavyosema, ndivyo utakavyokuwa. Kwa kuna namna saa nyingine tunapambana sana, lakini tunapambana inakinzana na namna tunavyoona. Tunashughulika na kupambana, lakini mpambano tunaoufanya sisi how much na the way we think. Inatuchelewesha. Maana vile aonavyo mtu, hakuna ujanja, maandiko yanasema ndivyo atakavyokuwa. What do you see? Inapenda hapa kwa Ibrahim.
maandiko yanasema na akiisha kuiona ahadi, si ndio? Akufanya nini? Akusita kwa kutokuamini. Maana yake kutokuamini kulikuwepo, kwamba haiwezekani. Yaani hiyo hili kuwepo. Warumi 4:20-21. Warumi 4:20-21. Utangulizi tu jamani. Warumi 4:20-21. Ngoja hii hapa nimeipata mimi. Warumi 4. Umeona mambo hayo? Haleluya. Maandiko yanasema lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu. Ipo nguvu kwenye imani tulionayo. Hichi kipengele sio rahisi, ndio maana hata kimeandikwa kwenye Biblia. Kuna namna nyingi tu ya mtu kukinzana na anachokifikiri, na hivyo inampelekea mtu kuchelewa kuamini, na ile nguvu inayoambatana na imani inakosekana. Vitu havitokei. The problem is not God. Wala changamoto sio Mungu. No, it's about us. Maandiko yanasema 21, huku akijua hakika ya kuwa Mungu huweza kufanya yote aliyoahidi. Tunapoendelea kujifunza tutaona ahadi za Mungu na Mungu namna alivyosema katika maeneo kadha wa kadha. Hizo ndo ahadi za Mungu hizo. Jamani, amina. Kwa the very point ambayo nataka tuizingatie ni kwenye kuhakikisha kwamba ufahamu wetu na mtazamo wetu kwa huyu Mungu uko intact, uko sahihi. Huo ni ufunguo. Wakati nafundisha Jumapili, niliuleta mfano wa uumbaji wa Mungu kwenye Genesis, si ndio? Kwenye kitabu cha Mwanzo. Maandiko yanaweka vizuri kabisa. 1:26-27. Na tumfanye mtu kwa sura na mfano. Na kwa sura na kwa mfano Mungu akamfanya mtu. Hili eneo lina siri kubwa jamani. Kwa sababu Mungu huyu ni Mungu wa asiyeshindwa jambo. Asiyeshindwa jambo. We all know that. Si ndio jamani? Yeye asiyeshindwa anasema sisi ni sura na mfano. Tunashindwaje? Inategemea wewe na kila mmoja anachukuaje ili andiko. Tunayasoma maandiko, lakini unalimiliki vipi ili andiko ili likuletee matokeo? Kwa kweli hiyo ni tofauti. Inaomfanya mtu huyu na mtu huyu watofautiane kabisa. Yaani mimi uzito wa andiko na namna ninavyofanyia kazi ile andiko lina matokeo tofauti na uzito kwa mtu mwingine. Mimi nikilisoma ile andiko naona kumbe hakuna anachoweza kupewa hapa kikashindikana. I say that has been the motive behind my movement. Yaani msukumo mimi binafsi niliokupo nao. Ndio maana sisahau, yaani kama kuna chapter sisahau, ni Mungu alipomfanya mtu. Kila nikirudia pale nikaparudia napasoma mara nyingi, inanipa nguvu ya kwamba yani kama mimi nafanana na Mungu mimi, sasa mimi ni kitu gani naweza nikashindwa? Mimi kwangu imekuwa ni msingi mkubwa kweli. Inanipelekea nitamke vitu nivifuatilie na nione vinafanya nini? Vinatokea. Lakini ni kwa namna ambavyo nimelichukua lile neno na kulitafsiri. Kwa hiyo tu by itself imebadilisha namna yangu ya kufikiri. Ninajionaje? How do you see? As a man, mtu hajionavyo mtu nafsini mwake, hivyo ndivyo ukijiona wewe kwa sura hii ambayo Mungu ameionyesha kwetu, utakuwa hivyo. Jamani, amina. Yaani kila mtu akijiona kwa hii picha ambayo Mungu tayari ametutazamisha kwamba nyinyi wanadamu, nyinyi sio watu tu. Nyinyi sura yangu, nyinyi ni mfano wangu. Sasa Mungu yukoje? Biblia inakwambia Mungu yukoje?
anafanyaje mambo, inaonyesha vile Mungu halivyo, vile afanyavyo vile amejifanisha na sisi. Kwa ukichukua hiyo picha ukaipractice, kwani Mungu ni mwongo? Kama tuna wasiwasi na Mungu basi haina maana. Lakini kama tunamwamini huyu Mungu, sura ina maajabu hii sura. Ndio maana ikasema it all begins from our mindset. Inaanzia kwenye ufahamu wetu. How do we take things? Jamani, amina. Bwana Yesu asifiwe. Twende tu kwenye somo letu. Baada huo utangulizi ni wa muhimu kweli, kwa sababu hata masomo mengine yote yanayofuata hapa yanahitaji namna hii ya kuchukulia mambo. Ndio vitu flow. Ujiamini, uchukue hatua bila wasiwasi kabisa, ukijua ndani yako imo nguvu. Maandiko yanasema ni yeye atupaye nguvu za kuupata utajiri, si ndio? How do you take that statement? Unaichukuaje hiyo sentence? Kwa kweli ina tofauti kabisa kiuzito huyu atakavyoichukulia na kuifanyia kazi na huyu. Ndio maana watu wa kanisa moja chini ya mchungaji mmoja katika kipindi kimoja kile wana matokeo tofauti baada ya miaka mitatu. Why? How do you perceive things? Simshaye kujiuliza hilo swali? Wale. Na Mungu ugawa sawasawa na uwezo uachilia juu yako. Kwa maana hiyo hakuna asiyekuwa na uwezo maalum wa kufanya mambo ili yatokee. Haleluya. Tulisema ili ukutane na overflow yako ni muhimu ukakitambua kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako na kukinoa. Na hiyo ni pointi yetu ya kwanza, kutambua ile kalama ambayo Mungu ameweka ndani yako na uweza wake ambao tuna hakika tunao, na kukinoa kitu hicho. Maana kukichochea hicho kitu kikupe matokeo. Hii haijalishi umeenda shule hujaenda shule. Hii na haya maswala kaumbiwa mtu anaitwa binadamu. Japo sasa hivi tunatofautiana na binadamu aliyeokoka na asiyeokoka, si ndio Lakini haya yanamhusu mwanadamu. Na ndio maana kuna wanadamu wengine wasiomjua Mungu wanatembea kwenye principle unknowingly, bila wao kufahamu, wanatembea kwenye zile principle, wanakutana na matokeo. Amen. Kwa hiyo point namba 1 ni hiyo. Na hapa tulikuwa tunazungumzia nini? Tunazungumzia ile talanta ile ambayo Mungu kaiachilia kwako. Hiyo haitokani na elimu uliyokuwa nayo, haitokani na umezaliwa kwenye familia gani. No, those are the gift of God. Hivyo Mungu anaachilia kwa kila mtu. Kwa kila mtu ipo. Kwa hiyo utajijua tu kama mimi ni msusi. Yaani katika vitu vina flow, nikikutana na kichwa cha mtu, vitu vina flow namna hii. Noah. Yaani ukishajua kama point ni hii, pick one. Unaweza kadhani viko vingi vimekuzunguka, lakini nakwambia kuna kimoja kina nguvu kuliko vingine. Kipo. Unaweza ukajiona kwenye mambo 3, 4, 5, nakwambia kiko kimoja, just pick one. Iko kimoja ambacho kitakufungulia dunia. Iko. Kwa inawezekana ukawa ni msusi, au ukawa ni mpishi. Wewe ukawa ni mcholaji. Wewe ukawa ni muongeaji. Yaani una talent ya kuongea. Ukiongea usikivu wa watu unakuwa ni mkubwa mno na kupokea kwao. Sasa inabaki unaongea nini? Ndio unatakiwa ukinoa hicho, wewe unaongea nini? Ni kweli una huo upako. Ni kweli una hiyo gift ya kusikilizwa. What do you give? Maana unaweza ukawa na hiyo lakini kama hauna content, si ndio? Umekwama. Watu waweza kusikiliza tu chochote. Haiwezekani. Kuna kitu wanataka wasikie toka kwako hata kama una hiyo talent.
Kwa tunapozungumzia hii namba moja, andiko letu hapa ambapo tulikuwa nasimamia, Bwana asifiwe. Ilikuwa ni Ecclesiastes 10:10 Tukachukua mfano wa shoka lililobutu, jinsi ambavyo linaweza likatumia nguvu nyingi sana. Maandiko yanasema kukata mti. Shoka lile lile likinolewa vizuri katika mti ule ule, utatumia nguvu kidogo kuangusha ule mti. Ndicho kitu ambacho kinahitajika kifanyike. Mwingine anajua talenti yake ni ipi, anajua kabisa mimi ni mpambaji, yani katika hiyo kesi ya kupamba, I'm so good. Inaishia kujua tu na kusema mimi ni mtaalamu, lakini ukimfuatilia kila siku atakuwa anafanya vitu vile vile kwa sababu ajinoi. Kwani unajinoaje? Kwani nyinyi kwenye YouTube tunaangalia nini? Things have been loaded in the YouTube. Viko kwenye internet, kuna vitu vingi tu. Yaani Mungu ameachilia teknolojia inaopelekea vitu vingi vya kujifunza vipatikane mkononi mwako, kwenye simu yako tu. Kwenye simu tu. Watu wamekuwa kiangalia vitu vingi. Ukiruhusu vitu vingi vina control ufahamu wako, hivyo vitu vingi hivyo. Lakini unaweza ukauruhusu ufahamu wako ukafocus katika kitu unachotaka kujifunza. Unajua, kwa mfano ukiingia hata kwenye Facebook, ukiwa una tabia kugusagusa vitu fulani tu, ndivyo vitu hivyo kwa wingi wake vitakuja. Am I right? Tuko sawa hapa? Kwani nyinyi mkutana navyo hiyo? Unachokipendelea zaidi, yani kama wewe unapenda sana mahubiri, nakwambia kila ukigusa, ukifungua tu mahubiri, yani inakuwa tayari imesha kucustomize kwamba huyu bwana ni mpenda neno. Inakuletea tu andiko. Kwa haina tabu. Wengine wenye mambo yao nao namna hiyo inawasukumia mambo yao, na wewe itakusukumia vitu vyako. Ndani yake kuna mafunzo mengi tu. Kwani mara ngapi ukitaka kujifunza kuimba, ukigonga kwenye YouTube sauti ya kwanza inakuletea training programs? Si mnafahamu hiyo? Kwa sababu mtu anaweza kujiuliza, tunajinoaje? Ziko namna nyingi ya kujinoa. Unaweza ukasearch, ukatafuta mtu mwenye kitu ambacho unakitaka, ukajenga urafiki naye, ili ukipate anakuwa role model. Amen. Na hapa ni muhimu ikaeleweka, mtaji namba moja sio pesa. Mtaji namba moja sio pesa. Mtaji namba moja ni kutambua what is in you na kukinoa. Na kukunoa huko hakuhitaji hizo gharama. Yaani hakuhitaji wewe na milioni ili uweze kujinoa. Hapana bwana, hapana. Inakuhitaji wewe uchukue hatua ya kutafuta hivyo vinavyoweza kukufanya wewe ukawa bora zaidi. Maana unajiongezea thamani. Haleluya. Pesa inabeba thamani. Pesa inabeba thamani. Kwa thamani uliyokopo nayo ndio itavuta kiwango cha pesa. Kwa kiwango cha pesa kinachokujilia ni sawa sawa na thamani ni tafsiri ya thamani uliyokuwa nayo. Kwa the more unavyonoa na kuwa bora zaidi, ndio jinsi ambavyo unaongezea thamani na kuvuta kiwango kikubwa cha fedha. Jamani, tuko pamoja? Hivyo ndivyo ilivyo. Ukijinoa kidogo utakuwa na thamani ndogo, utavutia pesa ndogo. Ukijinoa pakubwa utakuwa na thamani kubwa na matokeo makubwa kwenye pesa kubwa. Simple as that. Pale unapowekeza zaidi patakupa matokeo makubwa zaidi. Hakuna namna. Ndicho hichi kipengele kinavyozungumza. Na kwenye kujinoa kunahitaji discipline. Panahitajika nidhamu na consistency.
Yaani mfululizo wa kufanya kile unachotakiwa ukifanya bila kuacha. That is consistency. Utakuwa una nidhamu kwamba kama nimepanga muda huu hiki kitu kifanyike, kitafanyika. Haijalishi katika muda huo utafanya. Na hutofanya leo ukaacha kesho, utafanya leo, utafanya kesho kutwa. Hiyo ndo consistency. Aisee, ukaka nidhamu kwenye kufanya bila kugailisha na ukafululiza bila kuacha, matokeo yake ni makubwa. Japo ongezeko lake naweza usilione mwanzoni, lakini kipimo chake mwishoni ni kikubwa. Amen. Kipimo ni kikubwa kwa sababu siku ya kwanza utaona kile kilichopandika kama kiko mkononi. Ukioni bwana, wewe anza kupiga push up ukimaanisha unataka misuli yako ijengeke. Anza kupiga push up leo. Utapiga leo, unaweza kupiga wiki nzima, kila ukiangalia huko hamna kitu. Unafikiri akijapandwa kitu kimepandwa. Sababu ya kusema lazima kuwa kuna consistency, kuwa kuna mfululizo usiokoma na nidhamu, ni ili kile kilichopandwa mwanzoni badala ya muda fulani ukione. Kwa hiyo hata tunapozungumzia huu unoaji huu, unapokuwa unaanza kujinoa, unajiona ni wa kawaida. Kwa unaweza usione ile thamani inaozungumzwa hapa na Mungu sahihi. Unaweza usione, ukaona kama ni kitu cha kawaida fulani hivi. No. Hicho kitu kikifanyika katika mfululizo wake katika muda fulani wa miezi 6, waliokuona mara ya kwanza na watakapokuja kuona mara hiyo ya miezi 6, wataona mtu wa tofauti. Na hiyo ndo thamani sasa inapokuja. Tulisema pesa haikujizaa. Ilikuwa ni mabadilishano ya kazi waliofanya watu. Wakaona it is too much now. Tupate kakitu katakachobeba hii kazi tunayoifanya. Ndio ikaletwa hapo. Haikuwepo. Kwa ni matokeo tu ya jitihada za watu, nidhamu za watu kwenye kutambua uwekezaji wa Mungu ndani yao kwenye kuleta suluhisho na damu wengine. Amen. That is point number 1. Na hii point ina nguvu mno kwa sababu hii point ni msingi wa pointi nyingine zote zinazofuata. Hii. Ukiacha hii, inaofuata inakosa maana. Ndio maana kila mmoja hapa lazima awe na uwezo wa kudefine hii point. Kujitanabaisha. Huwe mwae. Mimi ni nani? Ni kipi hicho ambacho Bwana amekiweka ili kusudi lake litekelezeke? Kirahisi tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumeisoma hiyo Mhubiri 10:10 Tumeisoma hiyo ni sambamba na Misali 6:6 mpaka 9. Sasa kwenye Mithali tunapata point namba 2. Hiyo Mithali 6:6 tunapata point namba 2. Kufanya kazi kwa bidii na kimalengo pia. Tunaipata hii point namba 2, Proverbs 6:6. Kwa hiyo talenti yako ikiwa butu, nikasema kwenye ile andiko la Mhubiri 10:10, wewe ondoa lile shoka alafu weka talenti yako. Icho kiweke. Kama ni butu, itahugharimu sana kukutana na matokeo. Kwa sababu kiko butu. Hiyo ndo problem. Shoka unalo kweli. Mbuyu ule pale unatumia mwaka kuangusha mbuyu. Wakati mtu aliyetumia muda kuchonga shoka yake atatumia tu wiki kuangusha mbuyu. Sasa bora ipi?
uende na shoka yako butu kupambana na mbuyu kwa mwaka mmoja, au upambane kunoa shoka yako ili uangushe mbuyu kwa wiki moja? Which is which? Hipi bora? Wewe pale ondoa shoka, weka iko kitu ambacho unakiona uko nacho, alafu kipimie. Utata kupata matokeo, utachelewa. Na mpango wa Mungu hapa, ikifika Desemba 31, kila mmoja na ushuhuda wake kwa habari ya overflow. Sema amina. Wewe na mimi tumo. Mungu anayaleta haya masomo haya ili kuhakikisha hakuna mtu tutakapofika Desemba 31 ana sababu ya kutoku experience overflow yake. Hayupo. Asiwepo. That's the target. Simona nimeingia kwenye point namba 2, lakini nimelazimika nimejikuta nimerudi kwenye point namba 1. Ina uzito hiyo point jamani. If you miss out on this point, yani ukikosa point hii, point namba 2 inaleta shida kwa sababu inasema fanya kazi sana na kwa bidii. Unafanyia kazi kwenye kitu gani? Umeona sasa navyo point zinavobebana hizi. Unakwama. Sawa, mimi nina jitihada. Kuna watu wana jitihada kweli. Kwani jitihada za mbeba zege ni ndogo? Jamani, jitihada za mbeba zege ni ndogo? Wewe upewe kazi ya zege uone mziki wake. Lakini angalia matokeo yake. Angalia matokeo. Mimi kwa nikiambia watu kazini, kuwahi ofisini ni jambo la kwanza. Lakini umeutumiaje ule muda uliowahi kupata matokeo ni jambo ambalo ndio linalopimwa na mwajiri. Sio umewahi. Kwa hiyo umewahi alafu unakuwa una tofauti mtu aliyefika saa 1 na alifika saa 4. There is no outcome. Point namba 1 is a key of all, is a master. Tamani kujua. Kwenye Kutoka 30:31 inazungumza Mungu pale ametoa assignment kwa Moses akamjengea hema. Lakini kuna vitu alivitaka mle viwemo katika ubora Mungu anaoutaka. Haleluya. Haleluya. Angalia Mungu anavyozungumza kwa habari ya Bezaleli. Angalia pale. Jamani, kwa mara ya kwanza Roho Mtakatifu anaachiliwa kwa mwanadamu ni pale. For the very first time Mungu anasema nimeachilia roho wangu juu ya huyu mtu. That was the first experience. Amemwachilia roho pale, sio akatoe pepo. Wengi wamekuwa kiamini, wengi tu, kuapply nguvu za Mungu kwenye mapepo. Kwa nini? Wanaona matokeo haraka, si analipuka mtu ana mapema kabisa. Ile imani hawako nayo. Anapokuwa anafanya kazi yake ya kulanda mbao, yeye ndo mlanda mbao bwana. Yeye kazi yake amepewa ni mtu wa furniture. Ndio eneo lake hilo ambalo amekuwa gifted. Amuoni Mungu katika hilo eneo. Pale anafanya kama yeye. Anajituma, anatumia nguvu kwa sababu shoka lake butu. Anatumia nguvu kweli kufanya ile kazi pale. Butu, shoka butu. Akulipambanua, akulichonga vizuri. Huyo ukimkuta kanisani, pepo zinatii bwana. Kwa sababu ana imani kwamba akitamka jina la Yesu hana pa kwenda, pepo lazima afyatuke. Lakini hiyo haioni. Holy Spirit is the power of God. Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. That's a simple definition of Holy Spirit. Mungu anasema nimeweka ujuzi wa kunoa, wa kufua gold kwa huyo mtaalamu. Na nimefanya hivyo. Tena anasema ujuzi maalum, special skills, kamshushia ili niliyokuagiza yatimie katika ubora wake.
Mungu anautafuta ubora na anajua roho wake ana uwezo huo. Hii maana yake nini? Kumbe unaweza ukamnongoneza Roho Mtakatifu. Nahitaji special skills hapa. Hapa nahitaji. Hapa nahitaji. Unaweza ukamnongoneza. Yule ambaye unamtumia kwenye kukest demons, kwenye kukemea pepo, kwenye kumwekea mtu apone. Yule unamwambia kabisa, sikia bana. Sikia bana. Mimi ni mpishi. Sitaki kuwa kawaida. Sitaki. Nimekataa kuwa kawaida. I refuse to be ordinary. I refuse. Wewe ndio yule ambaye ulifanya maajabu kwa Bezaleli, au sio wewe? Sasa kama ulifanya kwake, kwangu mimi nashikana nini? Si amesema, "Aya njooni tuojiane." Asema Bwana. Si ndio maandiko yanavyosema? Leteni hoja zenu. Unalichukua, unalileta mezani. Na unaongea naye kirafiki, msipate tabu sana kuzungumza na Mungu. Ongea naye. Bwana wewe, mimi ndio yule. Na agenda yangu unaijua. Leo nimekuja na andiko ili hapa. Wewe ulifanya hapa. Kwa nini mimi nataabika? Mimi nataka pesa. You talk to God as simple as that. As simple as that. Unajua kuna watu wengine wanadhani wanapoongea na Mungu ni kama Mungu yuko mbali, wanapata tabu. Wanatumia nguvu kubwa kuongea na Mungu. Naweza kusema Mungu yuko wapi? Jamani, Mungu tunaye hapa. Mungu tunaye hapa. Mimi nikiwa naomba Bwana, Mungu ananifahamu. Ananijua kabisa. Huwa anajua yuko hapa. Yaani si struggle kumtafuta. Ni struggle kumtafuta wakati Mungu ni omnipresence. Yuko pote. Ndio maana omnipresence. Hapa pana shida. Hapa. Noah. Unamwambia natafuta ujuzi, nataka ni hapa yaani nataka kwa kweli katika ile eneo nisiwe wa tofauti, nisiwe wa kawaida. Haleluya. Nimevutwa sana na hiyo point. Yaani hapa itakuwa ni kwenye point labda namba 4 au namba 5. Lakini nafeli kila nikitaka kwenda narudi, kwa sababu na kwenda haya yote niliyoongea yamerudi yote kwenye point namba 1. Wakati nimezungumza juu ya point namba 2 wakati. Na nikasema Proverbs 6, Mithali 6 mpaka 9, si ndio? Lakini baada ya kutamka, nyewe muone kama nimevutwa huko. Sio mimi huyo. Hapa pana jambo pamekwamisha watu wengi ni wa kawaida makanisani. Kwa sababu hiki kipengele hiko nakichukulia poa. Yaani mtu atake trouble kujitafsiri yeye ni nani. Atake trouble. Anaishi leo kama jana na juzi. Na ukishajijua lazima kila siku leo kama mimi nimejijua kitu hiki hakika ni cha Bwana ndani yangu kunifanya niwe tofauti. Unakiwekea program, maana yake unakiwekea program ya kukipima kinaendeleaje kila siku. Yaani lazima uwe na assignment kwamba kila siku nitagusa hiki, kuhakikisha kwamba kinatoka hapa kwenda hapa. Kwa sababu akiwezi kutoka hapa kwenda hapa kama akijaguswa. Wewe umekijua iko tu siku ya kwanza, wiki inapita, wewe hujakigusa. Kinakuaje? Hakikui. Kwa lazima kwa kuna strategy ya makusudi kabisa ya kukigusa. Yaani unakigusa purposely ili wiki pita upime hivi. Wakati niliandika tarehe fulani, nikasema hivi, nikafanya hivi tangu pale mpaka leo nini kimeongezeka? Nimeongeza nini? Kama haujikagui, tarehe 31 Desemba tutakapoimba kale kawimbo kale. Hallelujah. This God is good. Huyu Mungu ni mzuri. Na struggle kutoka kwenye hiyo point. I'm struggling. Hilo eneo ni jambo. Take note. Mwambie jirani yako, pick one. Mwambie jirani yako, chukua moja wapo. Identify, tambua gift yako, karama yako. Seje, hiyo muhimu sana. Ukilichukua sasa hivi tunavyoongea hivi, ukaliwekea ratiba ya kufuatilia iko kitu kinakuaje. Jipe miezi 3, tukikutana tuojiane. Hutokuwa hivyo. Haiwezekani nakwambia. Haya maneno siongee mimi, anaongea Mungu. Hutokuwa hivyo.
limekwamisha watu wengi sana. Kwenye Mithali 6:6-9 anatolewa mfano mchwa. Amen. Jinsi anavyopambana na mazingira. Hasa najiuliza, kati ya mchwa na binadamu nani mwenye akili? Watu wa Mungu, hivi mchwa na binadamu nani mwenye akili? Hasa iweje mchwa apange namna ya kupambana na mabadiliko ya majira, na hivyo akaona kwa mabadiliko haya, ikitokea nimekosea hesabu, sina msosi. Anapambana. Jamani, mtu ana saa, anajuaje mabadiliko? Ninyi mjiulize ya maandiko kama ni yana hatari. Wewe una saa, unaangalia kabisa sasa hivi 1:30. Sasa hivi leo tarehe 28. Kesho wewe una kila kitu cha kufanya uyajue majira yanavyobadilika, na kwa maana hiyo upangeje karata zako. Hiyo mwanadamu kapewa, mtu hajapewa hiyo. Jamani, anajuaje? Haya maandiko yanasema hata kiongozi mtu hana. Maana tungesema yeye hajui, lakini labda kuna kaupako ambako bosi wake huyo mchwa anako, kwa anawaongoza wasije wakapoteana wakakwama. Hana bosi. Wewe unahitaji vipi bosi? Yaani mtu anapanga vitu vinapangika ndani ya muda, anaanza msosi unakuepo, majira yanapita na msosi wake anao. Sasa ukijaribu kujipima alafu kamleta mtu kwenye picha, mtu anachukuliwa kama ni shujaa kwenye Biblia kwa sababu wako wazembe. Na hiyo point inawagonga watu wazembe tu. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Imani tuliyokuwa nayo bila kuiambatanisha na matendo, maandiko yanasema is what? Dead. Kufa. Hayo sio maneno ya mtu, ni maneno ya Mungu. Wengi wamefanikiwa kuamini wanayo imani, wengi tu. Hilo group la wengi wanaonekana wana imani, ukipima matokeo yao ni duni. Haina maana kwamba tutakutana mbinguni. Tutakutana, kwa sababu imani ya kwenda mbinguni matokeo yake na namna yake inatofautiana na imani ya kukuza uchumi wako. Tofauti. Kuna watu wanaishi kanuni za kibiashara, wala hawajaenda shule ya biashara, lakini ukimwassess namna alivyojipanga anavyofanya, unagundua anaishi kwenye zile kanuni, ila shule ya biashara hajaenda. Kwa nini? Kuna uweza wa kimungu kwa watu, kwa binadamu. Uko uweza wa kimungu kwa binadamu yoyote. Binadamu, nazungumzia binadamu yoyote. Kuna uweza, kwa sababu binadamu yeyote yule amefanana na Mungu na ni mfano, ana huo uweza. Hivyo vitu ni natural, Mungu ameachilia ndani yetu. Tunaenda shule kunoa tu vitu vijikaekae, vijipangepange ili wazembe waweze kuongozwa na hatimaye wapate matokeo. Lakini kwa ni chimbuko la elimu ni nini? Chimbuko la elimu ni ujuzi wa watu tu. Yaani watu walikuwa na maujuzi, wanafanya vitu vya ajabu, watu wakasema watu wakifa wakaondoka, haya maajabu tutayapataje? Watu kaanza kuandika yale mambo ambayo watu walikuwa wanayashusha, sio kwa kuwa wameenda shule, wamezaliwa navyo. Watu wakaanza kupambana kunukuu yale mambo
Ndio kutengeneza notes, ndio kutengeneza vitabu. Ndio kuanza kuambiwa sasa wewe ukitaka kuwa hivi njoo tukuelekeze. Wametoa wapi? Watu walianza kuyafanya sio kwa sababu wameenda shule. Kwa sababu tayari Mungu amewekeza hivyo vitu ndani ya wanadamu. Ndio chimbuko la shule. Amen. Tishwe na shule bwana. Wewe mwenyewe ni shule. Yaani katika ulimwengu huu ukiondoa vitabu vyote na elimu, sisi tuliokuepo namna yetu ya kufanya itaandikwa, itaingizwa kwenye vitabu. Alafu hiyo ni shule wanaokuja. Watu walikuwa na wasiwasi hivi asipokuepo huyu jamaa, maana kafanya maajabu. Watu wakawa na study, wana take note, study notes, study notes. Wakatengeneza, akasema basi tutawapanga kwa sababu ile jambo linaonekana muhimu. Tutatengeneza kizazi kingine kikubwa, hata kama wao wajui, tutawapanga kwa mujibu wa kitabu. Tutapata maengineer, tutapata madaktari, tutapata, ili kurahisisha maisha. Hatuwezi kuwa na mtu mmoja ambaye yuko gifted tu. Kwa nini? Watu wengi walikuwa uwezo wao wa kujitambua na kuthubutu kwa imani, kupractice ulikuwa ni mdogo. Kwa unajikuta katika kundi la watu wengi anaibuka mtu mmoja. Haiwezekani. Haiwezekani, haiwezekani. Tunazaana sana, tutakwama. Ndio shule kaletu. Ndio shule kaletu. Work hard. Chapa kazi. Mwambie jirani yako chapa kazi. Chapa kazi. Lakini unaichapia wapi hiyo kazi? Kumbuka katika hiyo gift. Build your skills. Identify your call. Hallelujah. Pointi ya 3 tunaipata kwenye kitabu cha Luka. Luka 14. Namna ya kuandaa mahesabu, gharama ya kukifanyia kazi kwa bidii iko unachopambana nacho. Hapa tunauona mfano wa Bwana Yesu. Amen. Pointi namba 3. Andaa budget. Au tengeneza hesabu. Usiishi bila hesabu. Tengeneza hesabu. Ujue hiki ninachopambana nacho kina halimu nini? Kinahitaji nini? Bwana Yesu asifiwe. Amefika kwenye kitabu cha Luka, hiyo Luka 14. Luka 14. Haleluya. Kumi na 4:25. Makutano mengi walipokuwa wakifuatana naye, aligeuka akawaambia, kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake, naam, na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Twende 28. 28 anasema,
Maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, kwamba anavyo vya kuumalizia, asije akashindwa kuumaliza baada ya kuupiga msingi? Watu wote waonao wakaanza kumdhihaki wakisema, mtu huyu alianza kujenga akawa hana nguvu za kumaliza. Inatosha. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunapata angalizo. Tumeshatambua tayari, tunanoa kile ambacho tuko nacho ili tusitumie nguvu kubwa kupata matokeo ya overflow yetu. Yes. Namba 2, tukaweka jitihada kwa kweli. Uvivu tukauweka pembeni. Tukahakikisha tunakuwa na nidhamu katika kufuatilia kukua kwa kile ambacho tuko nacho, tukaenda nacho. Lakini wakati haya yote yanayoendelea, kuna kitu unakuwa unatamani kukijenga hapo. Ndio pointi namba 3 nakuja. Hicho unachotamani kukijenga kinataka nini? Kinadai nini? Sawa, natamani walau niwe tena ka ofisi kangu basi, ambako naweza nikakaa nikafanya 1, 2, 3. Tunasema ni nani huyo ambaye atataka kuliendea jambo lake kulijenga na asiketi akafanya hesabu? Ni nani? Kwa hiyo inaonekana hii pointi ya mahesabu ni ya muhimu sana. Jamani, amina. Ni ya muhimu sana. Maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, kwamba anavyo vya kumalizia? Unapoanza na hilo jambo, unauona mwisho utakaomalizia na kwamba utamaliziaje hesabu hiyo. Haleluya. Si mnaiona hiyo hesabu? Tamani kujua vitu vinavyoambatana, vitu vya kigharama vinavyoambatana na jambo lako unaloshughulika nalo. Tamani kujua vitu hivyo. Note down. Ili in the hand uweze kujua kitu hichi napoanza nacho nitamaliza nacho vipi. Kitakusaidia pia katika namna yako ya kujibanabana. Katika ule mwanzo wako kuna vitu vitakuwa vinatokea, lakini ile unapata wapi ile discipline? Sema kama katika mwanzo huu nimefanikiwa kupata 10,000, nitakula 5,000, nitaweka 5,000, kwa sababu hesabu zangu zinaonyesha hii hatua naotaka kuiendea inahitaji hiki. The motive behind, yani ule msukumo unaokubana ili wewe uweze kutekeleza hicho kitu, kimsingi unatokana na hesabu hiyo ambayo utaipata hiyo. Kwa inakuongoza sasa, inakusukuma utamani kufika pale na uyaone, na katika kusukuma huko inakuepusha na aibu ya kuanza jambo kama mtu mjinga, kwamba umeanza bila kuwa umepanga. Na Biblia haitaki tu wajinga, imeweka mahesabu, imewekwa point. Yote haya Mungu anataka tuepushe na vijisababu, pasiwe na kajisababu ambako hakakupatiwa solution. Haleluya. Jamani, amina. Kwa hiyo pointi yetu ya 3 ni kujua hesabu ya jambo unaloliendea, na faida yake kubwa ni kukupa maandalizi ya kuendea huo ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapokuwa tunaendelea na hizi pointi, utagundua pointi zinazofuata hapa zinatofautiana kati ya mtu na mtu. Hizi pointi zinazofuata baada ya pale mwanzo pale kwenye 1,
Hizi zinazofuata inawezekana kabisa katika hatua uliopo wewe, hili eneo la hesabu ndio mgogoro. Ulifanikiwa ndio namba 1, ukafanikiwa namba 2, lakini umejikuta umeketi hapo kwenye namba 2 hautoki. Yaani mbona siku zinakwenda sipati, mbona sitoboi, wenyewe wanasema, si ndio? Kwa mwingine hii pointi ya 3 kwa mwingine ndio changamoto yake, kwamba alikuwa anaishi kiholela tu. Yaani alikuwa anaishi kiholela tu, hahitaji kujua amepokea kiasi gani na kwa sababu hiyo anabaki na kiasi gani. Yaani anahitaji kujua kwamba kiasi anachotumia kwa siku ni kidogo au kikubwa kiasi gani ukilinganisha na kiasi unachovuna kwa siku. Kuna watu wanatumia zaidi ya kipato chao kwa sababu tu leo ana 100,000, kwa anaamua kutumia shilingi 50,000 kijinga. Unajua uwezo wake wa kuzalisha kwa siku sio 100,000. Sasa kama uwezo wako wa kuzalisha kwa siku sio 100,000, unatumiaje 100,000 rafiki yangu? Unatumiaje 100,000? Alafu baadaye unaanza kuingia kwenye maombi na kutafuta solution kwa Mungu. Kumbe wewe ndio umekosea. Ndio muhimu wa kufanya mahesabu. Haya mahesabu yanakupa ukaguzi. How much am I earning per day? Mimi kwa siku naingiza kiasi gani, na kwa sababu hiyo na uhalali wa kutumia shilingi ngapi? Hili eneo ni tata. Kuna watu waoga hawataki kufanya hesabu zao za siku, ametumia kiasi gani, anahofia atachanganyikiwa. Pesa zimeletwa kwenye simu, tumepewa CRDB, NMB, si ndio? Makampuni karibu yote haya, Selcom, Yasi, Airtel, Voda, tunazo kwenye simu. Unabofya tu hivi, pesa safiri. Wepesi wa pesa kuondoka ni mkubwa kuliko wepesi wa pesa kuingia. Bisha kutafakari hiyo, si mchezo. Spidi ya kuruhusu pesa iondoke, kwa kweli ni kubwa. Wewe si ndio tunajifunza hapa? Hatujachelewa. Kama ndio leo Mungu anasema na wewe, anza leo kukagua hesabu zako, uone maajabu yaliyokuwepo. Kuna wengi wamepoteza mitaji mingi tu, yani kuna pesa unaitafuta kimsingi ulishakuwa, lakini haipo. Kwa nini haipo? Ondoka katika mazingira ya soft money, iliondoka tu. Umekutana na huyu kakuletea jambo lake, hela imeflow. Kwani roho haiwezi kuzunguka wewe? Wakati gani utoe, wakati gani usitoe? Nani umpe, nani usimpe? Ili eneo jamani ni shida. Ili kuna pesa kubwa sana tunaitafuta ambayo tumeipoteza mikononi mwetu. Ilishaletwa na Mungu kwenye mikono yetu, chukulia poa. Unapita, umekutana na nguo nzuri unatungua, umeona kiatu kizuri unatungua. Uhoji kiwango chako cha kuzalisha pesa kinaendana na namna yako ya kutumia. Ushawahi kufanya hiyo hesabu? Kuna mtu anapambana, anatafuta apate japo 500,000 tu, wakati kumbe 500,000 alikuwa na uwezo wa kuitengeneza katika wiki 2 zilizopita. Lakini alikuwa blinded, yani macho yamepumbazwa namna hii, haoni kama hiyo hela alikuwa nayo. Zile 20, 10, 30 zinazopita mikononi mwake zinakwenda na maji tu, Anabaki anaweza kuangalia hivi, nikimpata fulani hapa anaweza kanisaidia, nikimpata fulani hapa. Huyo unataka kumpata huyo, yeye kumbe unachomuonea anacho ni kwa sababu ile nidhamu aliyokuwa nayo. Anajikagua. Kwa yeye anajikagua, anaombwa. Asijikagua anaomba. How comes?
Ili eneo lina siri kubwa. Note down. Alafu anza kufuatilia kuanzia leo. Wewe pima tu. Pesa unaotumia kwa siku ni sawa na kipato chako, gawanya. Mshahara wangu mimi ni 1,000,000. Gawa kwa 30. Ondoa yale pale. Matumizi yako mengine. Angalia, wewe una uwezo wa kutumia shilingi 20,000 kwa siku? Hata kwa leo tu. Yaani hesabu zako za leo tu. Hebu sijumlishe za leo, afu angalia leo umetumia shilingi ngapi. Alafu zidisha hiyo pesa kwa wiki. Una uwezo wa kuizalisha? Hapa pana problem. Hapa pana uolela. Una uwezo ukatuzuia au ukatuchelewesha kwenye ile overflow. Hapa ipo nidhamu ya fedha hapa. Haleluya. Tuko pamoja? Vinaeleweka? Vinaeleweka? Haya mambo mtu akipractice hizi points lazima atavurugwa tu. Lazima mimi nakwambia wewe chukua assignment, jipe tu siku 3 hizi. Fanya huo ukaguzi, chokoza haya mambo uone. Hauwezi ukabaki pale pale, nakwambia haiwezekani. Hizi ndio shida zilizozunguka watu, zinazofanya grupu kubwa la watu liwe la kawaida. Kwa sababu haya mambo tunayozungumza kuya practice, yani kuyafanya, yanahitaji nidhamu ya hali ya juu. Ukiiweka hiyo nidhamu pembeni ukajichukulia poa, ukajiona una kaubingwa fulani hivi, unarudi pale pale. Kuyalazimisha haya mambo Mungu anasema na sisi yakae katika mfumo, yanakuhitaji wewe na mimi tuamue tangu sasa kwamba sitaki yale ambayo nimeyaona ni changamoto yabaki kuwa changamoto. Baada ya wiki moja ukijiassess, mbona kama hujafanya uweze kutoka hapo. Lakini wewe unajiona ni mkuu. Do you see yourself as a billionaire, as a millionaire? Unajiona kama wewe ni bilionea fulani? Unajiona hivyo? Kwa sababu ajionavyo mtu nafsini mwake, hivyo ndivyo atakavyokuwa. It gives us power to become. Mungu ameshaweka nguvu ndani yetu to become, kuwa sasa sisi, not God. Kwamba nguvu, uwezo ushae to become. Hiko ni kitendo kinachofanywa mtu mwenye aliyopewa hiyo nguvu. Kuwa. Uko kuwa sasa ndiko huku. Kufanya huku. Kufanya huku kuna kupeleka sasa uwe sasa. Ndio tuone ile projection. Tuone ule uzalishaji wa matokeo. Hivi. Eneo la 4. Madeni. Eneo la 4 la madeni. Haleluya. Sisi ni watu wazima. Pointi ya 4 natutaka tuyatambue madeni yetu yote. Hizi pointi zinazofuata ni advanced steps. Ni steps, ni hatua za juu za mwendelezo wa msingi tuliotoka nao. Na nikasema hizi pointi zinazofuata zina mtu na kuna mtu mwingine ule utangulizi kwake haukuwa shida. Utangulizi uko wapi? Kwenye pointi namba 3, kwenye mahesabu mambo yanapoteana. Yaani ndio amekwama hapo. Yaani kwa nini hajatoka tangu leo? Kwa sababu kila anavutwa na mahesabu, yanamvuta, vitu vinaparaganyika. Hesabu.
Mwingine madeni. Mpaka anayaogopa, mpaka hataki kuyajua yako mangapi. Hataki kabisa. Hataki kujua. Nataka kujua eneo limekuwa likisababisha pressure za watu. Ukikanalo vibaya unaweza kukimbia hata kanisani. Sifanye mchezo, unakimbia. Na shetani anajua kuhubiri kwenye ile eneo. Shetani ni mshenzi katika ile eneo. Anajua kupiga mikwala. Utapigwa biti, nakwambia asubuhi kiamka sasa hivi nikienda kuabudu kweli Bwana atapokea ibada yangu. Una wasiwasi hivi nikiinama hivi Bwana hataelewa au nitakuwa nachekesha mbingu, malaika wanacheka. Biblia imeonya sana kwa madeni. Imeonya sana. Kwanza swala kukopa kwenye Biblia. Unapaswa uwe na strategy kwa kweli. Kopa kiolela. Mithali 22:7. Inasemaje Mithali 22:7? Natamani ifike walau hata point namba 5 tumalizie hapo na tumshukuru Mungu. Kwa hiyo nisaidie kwa haraka kidogo tufungie hapo. 22:7. Jamani, mnaona hayo maneno? Tajiri umtawala maskini. Kwa sio maajabu maskini kutawaliwa na tajiri, ni kibiblia. Jamani, si ni kibiblia? Usiwe na nongwa. Tafuta utajiri basi. Kama unataka kutawaliwa na tajiri, tafuta. Lakini acha nongwa. Huyu jamaa anajisikia, no, ni kwa sababu anakutawala. Ni kwa sababu anakutawala. Naomba usiingie ofisini kwangu saa 2. Wala simu usinipigie. Jamaa huyu bwana huyu. Bosi kasema, tajiri umtawala maskini, naye akopae ni mtumwa wake akopeshaye. Ndio maana ukiona unataka kukutana naye unakwepa. Mnataka hii? Naye akopae ni mtumwa wake akopeshaye. Ndio maana kuna umuhimu wa kujenga uwezo na uchumi mkubwa ili tukopeshe. Amen. Twende kwenye ile grupu la tajiri umtawala maskini, tukae pale. Alafu tuje hapa chini, naye akopaye hapana, akopeshaye. Twende kwenye akopeshaye. Tukopeshe. Kwa unaweza kuona ni muhimu sana kujenga uwezo. Namba 1, namba 2, namba 3. Hiki kipengele kisitusumbue. Kwa sababu hakina baraka ukikaa nacho vibaya. Hakina. Kinakuondolea, yani kinakuondolea upako, yani kile tabu. Warumi 13:8. Warumi 13:8. Msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria.
msiwiwe na mtu chochote. Msidaiwe. Hii maana yake nini? Unapoingia katika eneo la financing, kwenye masuala ya finance, kwenye masuala ya fedha, mkopo ni nyenzo kimkakati. Wanaoendesha makampuni wanajua kabisa how to finance, namna ya kuwezesha kazi moja kwa kazi nyingine. Ile ni level na ile ni mkakati kabisa. Kwa maana nataka nifanye uwekezaji huu, kwa hiyo uwekezaji huu utanilazimu niwe na kitu hiki. Kwa hiyo nitaingia partnership na benki, niwaambie toeni hela, wekeni hapa kwa sababu na uhakika wazo hili lina matokeo, hapa kitapatikana kitu fulani. Kikipatikana, wewe utachukua asilimia zako 20, mimi nitabaki na asilimia zangu. Nitakuwa naendesha mambo. That's a level. Hiyo ni plan. Jamani, Bwana asifiwe. Mnaiona hiyo tofauti? Ni tofauti kabisa na wewe kwenda kukopa kitu kwa sababu tu ya expenditure tu, kwa sababu tu ya matumizi tu. Yaani kuna vitu vinakuingiza katika mgogoro, unakuwa mtumwa kwa sababu hauproduce. Yaani hiko ulichokichukua hakizalishi chochote, hakijiendeshi, kijilipi. Kinakufanya wewe sasa uwe mtumwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu atusaidie. Namba 1 kwenye ile eneo la madeni, orodhesha madeni yako yote kuanzia sasa, ya list yote, ya list na thamani yake. Kuna deni hili thamani yake ni hii, deni hili thamani yake ni, deni hili thamani yake ni. Hebu ya list, usiogope, ya list kwanza. Sasa Mungu anapoyaongea mambo anataka tutoe hapa. Uwe na hakika, aongei kwa kupiga porojo. Mungu apigi porojo. Anapoleta agenda huwa anataka hatatue hiyo migogoro, watu wake wawe huru, waende hatua nyingine. This is why God is talking here. Kwa hiyo Mungu atuzodoi, wala atuzodoi, anatatua. Cha kwanza, list madeni yako yote, kuanzia dogo mpaka kubwa. Usiandike randomly, yani usiandike ovyo ovyo. 100,000, 10,000, 200,000, 500,000, milioni. Usipange hivyo, panga ndogo kufuatana mpaka kubwa. Ukishafanikiwa hivyo, anza kushughulika na lile dogo. Kwa sababu gani? Linatekelezeka kirahisi. Ukianza lile kubwa litakuchosha, unaweza kaisi hili hapa no. Anza na dogo. Dogo utakapolifanya litakufurahisha, litakutia moyo uende kwenye dogo linalofuata. Linakujengea hamu, linakujengea tabia nzuri, linakujengea uwezo wa kumbe vinafutika bwana, hii nafuta, unatia tiki nafuta. Kwa hiyo itengeneze hiyo list, anza na dogo. Na unaanzia wapi? Katika kale ka uchumi ulikokuwa nako, tengeneza a portion of money, kata kajipande kidogo katika ile pesa, katika hizi hatua tulizopita. Kile kinachopatikana pale, hakikisha kuna kapande unakatega kila unapopata pesa kwa ajili ya hatua hiyo. Haleluya. Basi tusimame tumshukuru Mungu. Tusimame. Haya mambo manne ukiangalia katika ujumla wake, ni kama yanakuleta mahali pakuwa na mwanzo mzuri. Haleluya. Haleluya. Yanakuleta mahali pakuwa na mwanzo mzuri. Kwa sababu itafika haya mambo manne ni kama vile ulikuwa umepewa poli ulime, sasa umefanikiwa kukata miti na kuondoa magugu yote, unabaki na shamba plain. Yani imefika mahali umejua skili yako, umeinoa vizuri. Haleluya. Umeweka uwezo wako pale,
mahesabu yako unayajua, unaweza ukabudget, vitu vikaanza kusogea, sio? Lakini umejisafisha, hakuna attachment, hakuna kakitu ambako kana kurudisha nyuma kwa sababu unatakiwa ulipe pale. Hii hatua ya 4 ukimalizana nayo inakupa sasa I want to take off. Sasa naweza nikaanza kupaa kwa sababu nimejikagua, niko mahali. Tukienda hatua ya 5 utaona ni hatua ya kuflow, ya kupaa. Kwa nini? Tayari umetengeneza mazingira. Asante Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya hili somo. Umekuwa mwema kwetu, umeyazungumza ya mambo kwa uwazi kabisa, maana unatujua, wewe unatujua, hatuna cha kukuficha. Asante, asante. Baba, asante. Tusaidie na msaidie kila mmoja hapa sawa sawa na nafasi yake katika haya ambayo umezungumza siku leo, kwenda hatua nyingine. Kama yuko anayeanza, mpe mwanzo, mpe ujasiri wa kuona. Andiko anasema kwenye ile Warumi, akiisha kuiona wala akusita kwa kutokuamini, bali atiwa nguvu katika imani. Hiyo nguvu ya kuona iambatane na kila mmoja hapa. Yes, wako ambao wameanza kuona hivyo vitu ulivyopandikiza. Akisha kuiona ahadi wala akusita, asiwepo atakayesita, bali wakatiwe nguvu, ili yale yanayokupendeza Mungu yatukie. Overflow uliyoikusudia ikapatikane kwa kila mmoja wetu. Wako wanaosumbuka na madeni, kwa hatua hizi tusaidie. Wako ambao kipengele cha mahesabu kimewachelewesha. Baba, asante, asante.